This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba mtazamaji wa Ndizi TV Africa popote pale ulipo, kwamba leo hii siku nyingine, siku ya Jumatano, ambapo leo ni tarehe 28 mwezi wa Januari mwaka 2026. Nikukaribisha katika kikao cha Ndizi TV Africa. Leo hii siku hii tuyajadili machache hapa katika Ndizi TV Africa, na leo hii kuna wageni studioni. Lakini kabla hatujaanza mazungumzo yetu moja kwa moja, ni kufahamisha ni kipi kile ambacho kimekuwa kikiendelea na yale ambayo yanatarajiwa wiki hii eneo hili letu la Nyanza, haswa maeneo ya Kisii na Nyamira, yakihusiana na anatarajiwa kuitembelea kwa maeneo mengine ambapo vijana na mswada huu biashara zao. Na kwingineko kutoka kaunti ya Migori ni walianza kunufaika na mafunzo ya elimu ya Limited Asset Financier, yakilenga kuhimiza ukopaji na kuboresha ustawi wao wa kifedha, huku kampuni hiyo ikizindua programu ya Mogo App ili inayotarajiwa kusaidia waendeshaji kuongeza kuchangia maendeleo ya kiuchumi. Mwandishi wetu katika kaunti ya Kisii. Waendeshaji wa bodaboda katika kaunti ya Migori wamepewa mafunzo ya elimu ya kifedha yanayolenga kuhamasisha ukopaji wenye uwajibikaji na kuboresha ustawi wao wa kifedha. Akizungumza wakati wa kikao cha mafunzo hayo kilichofanyika katika mojawapo ya mkahawa mjini Migori, meneja wa jamii na matukio wa kampuni ya Mogo Limited Asset Financier, Sheila Nune, amesema kuwa kampuni hiyo imeanzisha mfululizo wa mafunzo ya elimu ya kifedha kwa waendeshaji wa bodaboda kote katika eneo la Nyanza kwa lengo la kuwasaidia waendesha pikipiki kuongeza kipato chao kwa njia endelevu. Nune amebainisha kwa mafunzo hayo yatawasaidia waendeshaji bodaboda kuepuka mitego ya madeni inayotokana na ukopaji usio na maarifa ya kutosha. Ambayo tunaita financial literacy ni kufunza kuhusiana na mikopo zetu, uweze kuelewa interest rates zetu, uelewe mkopo unafaa ulipe kwa kiwango gani, uelewe kabla uchukue mkopo wako nini unafaa kuzingatia, pia uelewe kuwa agreement si kitu ambayo tu unafaa tutie sahihi. Make sure unapitia, make sure unaangalia kila kitu ambayo imeandikwa. Kama haiendanishi na wewe, tafadhali pia unaweza uliza maswali kwa ofisi na uweze kusaidika. Kama sehemu ya mpango huo, kampuni hiyo pia imezindua programu ya simu inayojulikana kama Mogo App, ambayo inalenga kuimarisha uwazi wa kuwapa wateja udhibiti zaidi kwa mkopo wao. Pia tumeleta kuhusiana na app yetu ambayo tuliintroduce kitambo sana. App yetu inaweza kusaidia mteja aweze kufuatilia kuhusiana na mikopo zake, aweze kujua deni yake amebakisha kiwango gani, amelipa hadi kiwango gani, na pia kiwango ambayo amesalia, ama kama kuna changes yoyote amefanya kuhusiana na akaunti yake. Ameongeza kuwa kupitia elimu ya kifedha, kampuni inalenga kuwawezesha waendeshaji bodaboda kuongeza mapato yao, kusaidia familia zao na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi. Pia hatuwezi sema
umepitia changamoto kama tuseme repair ya bike yako ama umelazwa hospitali, tuweze kukuhimiza kabisa ukamilishe. Tuko na options ambayo tumepatia ambayo inaitwa restructure. Restructure inakupatia tu muda kwa loan yako uweze kurecover ndio uweze kurudi kulipa poleni, uweze kurudi kulipa malipo yako kwa wakati unaofaa. Kwa upande wao, viongozi wa waendeshaji bodaboda waliohudhuria mafunzo hayo wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha waendeshaji bodaboda katika kaunti ya Migori, Jack Ogola, wamekaribisha mpango huo wakisema kuwa programu ya Mogo itaimarisha uwazi kati ya waendeshaji na wafadhili wa kifedha. Kenya nilikuwa nataka niimize tu vijana wetu ni kuwa lazima tujue kwamba dawa ya deni ni kulipa. Ambia wenzetu wa bodaboda kwamba wasiogope hao watu wa Mogo, waende na uzuri ofisi yao wametuletea hapa Migori, wanaweza wakatembelea ofisi na wapate habari zaidi ili wawe wanachukua pikipiki hapo na wanarejesha loni kwa wakati inayofaa. Nikiripotia Ndizi TV Afrika kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Tukitoka katika taarifa hiyo na turejee hapa studioni, na nilikuwa nimekuarifa awali kwamba niko na wageni studioni, na wageni wangu ambao nitakuwa nikizungumza na wao katika studio zetu za Ndizi TV Africa ni pamoja na mkurugenzi ambaye ni mkuu wa idara ama ambaye anasimamia afisi za Kisii, na bila shaka yule ambaye anasimamia community and event manager Mogo ambaye anajulikana kama Sheila Wangari Nuni, na bila shaka Naftari Nyambani ambaye ni Mogo area sales manager katika county ya Kisii. Na hao ndio niko nao studioni leo hii, na hapa ndipo utakuwa unauliza maswali yote ambayo unataka kuyajua kuhusiana na Mogo, na mahali ambapo tutakuwa unauliza maswali hayo tupo live katika mitandao yetu ya kijamii. Pale YouTube tupo live katika page yetu ya Ndizi TV Africa, na bila shaka Facebook page yetu Ndizi TV Africa. Na kumbuka kwamba utakuwa unatuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 21575 ili uulize swali lile ambalo ungependa kujua kuhusiana na kipi kile ambacho wanakifanya hawa wana Mogo. Na title yetu ama kikao chetu tutakuwa tunajadili bodaboda financing. Namna hawa wana bodaboda watakuwa wanasaidika haswa kuchukua mikopo ama pikipiki za mikopo pale, na jinsi ambavyo watakuwa wanalipa mikopo hii hadi kufika tamati. Bila kusema mengi tu, ni wakaribishe ili waweze kujitambulisha rasmi, kisha baadaye tutakuwa tunazungumza hawa kina Mogo ni nani, ni kipi kile ambacho wanakifanya na wanapatikana wapi baadhi ya sehemu hapa nchini Kenya. Karibu sana wageni wangu. Sijui nitaanza na Sheila ama nitaanza na Nyambani, lakini nasema kwamba wanawake kwanza. Tutaanza na Sheila. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Sheila Wangari, Community and Events Manager Mogo Kenya. Ndio. Karibu sana. Bana Wycliffe, karibu. Samahani. Kwa majina naitwa Naftari Nyambani. Mimi ni area sales manager. Katika branch ya Kisii Mogo. Karibu sana. Hao ndio wageni wangu. Zungumza na wao katika studio zetu, na kumbuka kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi 21575, utume swali kuhusiana na kipi kile ambacho unakijua kuhusiana na kampuni hii, na ni kipi kile ambacho unatarajia wa kujibu haswa kuhusiana na masuala ya bodaboda financing. Na tukianza Bishila, tuanzie pale tujue Mogo ni akina nani na wanafanya nini? Asante sana. Mogo ni financing company ambayo iko Kenya. Tuko na over 80 branches Kenya nzima. Tuko hata upande wetu penye tuko Kisii saa hizi tuko na branch pia upande wa Goodka building. Mogo ina deal na asset financing ambayo ni bodaboda loans, tuk-tuk loans, car loans, pia tuko na logbook loans ya hizo zote zenye nimetaja. Pia tuka introduce smartphone loans na pia tuko na check off loans. Ndio. Na kati ya hizi kazi ambazo hizi bidhaa ambazo mnafanya kwa utaratibu upi ule? Mtu akitaka kuwafikia atawapata namna gani? Tuko na ofisi Kenya mzima. Venye tu nimesema tuko na over 80 branches. Na pahali ambapo tuko Kisii tuko upande wa Goodka building, utaona Mogo offices. Ndio. Na katika taarifa yetu ambayo tumeisikia pale, mlikuwa mkifanya kuhamasisha wanabodaboda na bila shaka kuwafanyia training, na jambo ambalo tumekuwa tukiliona mkiliendeleza hapa nchini Kenya. Ni kwa sababu gani mnafanya kuwafunza wanabodaboda jinsi ya kuwekeza na kuchukua mikopo yao na kulipa mikopo yao? Vile tumekuwa tukiona mtu akiletwa ndo akuje kwa ofisi aweze kuchukua pesa ama aweze kuchukua pikipiki, ni mtu ambao amefinyika pahali mwisho. Unakuta akikuja hana hiyo
kuna agreement yes, lakini hapitii, haangalii ni nini ana sign, haelewi interest ni nini, haelewi hata hiyo principal ni nini, haelewi atalipa kwa muda gani. Unakuta mtu ako na hiyo haraka ya kuweza kuchukua loan. So reason mbona tulianzisha hii financial trainings ni kuweza kuhimiza watu, hata uwe na haraka kiasi fulani, lazima ukuwe unajua loan yako ina constitute nini. Usikimbilie kutia sahihi kila wakati, pitia kitu ambacho unatia sahihi ndio uweze kujua unalipia nini na utalipa pia kwa muda gani. Ndio. Bwana Naftali, mbona wana bodaboda si madereva wa Uber, madereva taxi katika eneo hili letu? Asante sana Bwana Chef. Ukifanya statistics ya Kisii County. Unapata watu wengi wanakosa ujumbe wa Kisii ni wana bodaboda. Na customer wetu wengi tuseme pale Kisii ni wana bodaboda. Ndio maana tumewapea kipaumbele kuwapea haya mafunzo. Asante. Alright. Na Bishila, tukiendelea kusonga mbele, swala mengi ambayo yanajileta aswa, kuna watu hawajafahamu exactly what they need financially. Unajua kama sasa hivi upate mtu ambaye amemaliza shule atakwambia mimi nataka capital ya kwanza biashara. But now as this person anakikuja kuchukua loan, ile financial literacy ambayo mnampa inakuwa ya kumsaidia, or especially inakuanga na kumsaidia, ama the importance that it had mwaso to the bodaboda riders. Upande wetu hata tukavi peke yake upande wa loan. Pia kabla uchukue mkopo tunakufunza mambo ambayo unafaa kuwa unaangalia kwa loan yako ama kwa mkopo wote ambao unachukua. Ukiweza kujua lini unafaa kuchukua na kiwango ambacho utaweza kurudisha, utaweza kujipanga pia wewe mwenyewe. Kiasi ambacho pia wewe mwenyewe lazima ubakishe ni kukopa alafu unalipa tu deni peke yake. Tunataka pia ujiendeleze. So hatungetaka pia ukuwe na information kama hiyo na uende kufanya mambo ambayo hayafai. So information kwetu tukipatiana inaweza kusaidia pia unajipanga kwa sasa na pia siku za usoni. Bwana Naftali, unasema kwamba mbona mna target sana bodaboda? Why is the Mogo is targeting bodaboda riders and also the SACCO chairpersons in particular? Why is it that ni hao mnaangazia zaidi? Sana Bwana Chef. Hata kama tuanzie katika DSTV. Tuseme nimepeana ujumbe kwa branch manager ama director, managing director. I think ujumbe ukifika hapa chini utatiriwa manani kwa kutopeana nimepea chef ambie mwenzake. So ndio maana tukishapea hii elimu ma state chairman tunatarajia hii elimu wataipeleka kwa wale wana bodaboda, na wana bodaboda wakiambiwa na state chairman wanatiria manani sana huo ujumbe. Ndio maana tuna target state chairman sana. In particular the bodabodas. So utakuwa umetumana, kuna wale kidogo they maybe go against. Na already maybe ukipata kesi kama hiyo there is an information ilikuwa imepatiwa, imepeano ifikie hawa na bodaboda. So when you talk about the tracking of the motorbikes, bodaboda hiyo imepotea na yule maybe ya take care of it vile inafaa. Maybe ni mtu anakunywa, masaa yake ikifika anaacha tu hapo, maybe ni stage aliacha ama katika klabu akaenda kupiga burudani zake, amepata pikipiki yake hakuna. The time anakuja kujitambua usileta alikuwa ashajua ni nini exactly inafaa ku happen hapa ama ni kipi kile ambacho anafaa kukifanya. Wewe kama mkuu wa mauzo katika eneo hili la Kisii, maybe what actions do you take? Jambo la kwanza tunahimiza pikipiki ikipotea kama ikipata ajali, jambo la kwanza kwa mwana bodaboda ni aende polisi aandikishe OP number. Akishaandikisha OP number, tuko na namba ya dharura, emergency number yenye inafanya kazi 24 hours. Ukishapiga hiyo namba, kuna kitengo chetu cha kutafuta hiyo pikipiki, wata take over na wataitafuta hiyo pikipiki. Ikishapatikana utarudishiwa, isipopatikana usalama kuitafuta. Imekosekana kabisa ijapatikana. What does Mogo do?
Tunaendelea kushirikiana na vitengo vya usalama kutafuta hiyo pikipiki. Kuna maaskari, kuna stage chairman. Pia ikikosekana kabisa kuna insurance. Insurance itagharamia hiyo pikipiki kama mwenye bodaboda alikuwa amechukua hiyo insurance. Yeah. Na Sheila, tukiangazia the security of the bodaboda, when Mogo is giving out now, is financing this guy apate pikipiki, maybe alikuwa na 10,000 anataka Boxer, amekuja hapo, unajua ile pay yenyewe na anaelezwa vile anafaa kulipa. What does Mogo do to ensure that huyu mtu ambaye amechukua pikipiki ama mteja huyu na pikipiki yake they have security? What does Mogo do? Upande wa security huwa tunaweka trackers. Ndio ikuwe security kwa bike yako. Kwa sababu tunaelewa kitu yote yenye unafanywa financing pia lazima pia iwe na tracking. Kwa sababu tunaelewa pia Kenya mzima kuna cases za wizi ambazo ni mingi sana. So upande wetu in terms of security tunakuwa tumekuwekea tracker ambayo inafanya kazi 24 hours hadi ukamilishe loan yako. So ile wakati tracker iko online na tuseme kuna kesi yoyote ya wizi, ukitupigia immediately tuko na response team ambayo inaweza kukusaidia upande wako kuweza kutrack na kuweza kupata pikipiki kwa wakati unaofaa. Wakati hii tracker inawekwa katika pikipiki hii, does the person who is now buying it, mwenye mmefinance, anajua mahali ambapo hii tracker imewekwa? Maybe you have ever received cases like tracker, pikipiki mtu amenunua leo ni Wednesday, by next week Thursday hiyo pikipiki yake imepotea, na mkijaribu kuangalia hiyo tracker yake ni kama imetolewa. Does they know where it exactly is being positioned ama mahali imewekwa, ama is it the company ya Mogo inajua mahali imeweka hiyo tracker? Tracker ni sisi upande wetu peke yake tunajua kwenye tumeweka. Hiyo ni for security reasons. And when imepotea na kulewa, na hii pikipiki maybe inaweza patikana ama isipatikane, na pikipiki hii amechukua mwezi haujaisha, what happens? Kutoka hapo bado venye tu mwenzangu amesema, bado huwa tunashirikiana na chairman wenye ni wakubwa wa county, sub county, na tunaenda pia ward chairman. Huwa tunashiriki na wao, na pia polisi wenye wako kwa hiyo area yenye pikipiki imeweza kuibiwa. Huwa tunashiriki na wao kuweza kufuatilia tuweze kupata hiyo pikipiki. Ikikosekana tu venye tu tumeeleza ni upande wa insurance. Insurance ina cater for lost ama repair yoyote kwa bike yako. Talking about insurance, shared the poster earlier on during the day. Kuna mtu aliuliza swali. Sometimes back Mogo used to give insurance, but currently they don't do it. Why? And how can they be helped? And why did you stop giving it out? Mogo ikianzia tulikuwa tunapatiana insurance, lakini kwa sasa hatupatiani insurance. Hii ni kupatia customer ile freedom ya kuweza kuchagua insurance ambayo yeye mwenyewe anataka. Ukikuta upande wetu pengine tuseme insurance ilikuwa kiwango cha juu na pengine customer hangewezana na hiyo, so tunakupatia ile freedom kama customer uchague insurance option yenye wewe mwenyewe ungekubaliana nayo. Na upande mwingine kuna changamoto ambazo nyinyi mnaweza kuwa mna face whenever you are doing your daily duties, also ensuring that mtu amechukua pikipiki ama amefinanciwa kwa pikipiki yake. Kuna zile challenges that the normal challenges that you might be facing, and also the common financial challenges that bodaboda operators face whenever they are doing their duties, kubeba wateja na shughuli zao. What are some of these challenges that you face as Mogo, and of course what the bodaboda guys do? Challenge yenye nimeona sana sana ni watu kutosoma agreement. Mtu anakimbilia kuchukua, in as much as we have a short time in delivering, kama tuseme ni logbook loan umekujia ama ni pikipiki umekujia, tunakuta mtu anaharakisha tu kuondoka, aondoke either na pikipiki ama aondoke na pesa. So kwa sasa hizi training upande wetu tunahimiza, pitia kitu ambacho una sign. Kila kitu jibu yenye uko nayo ama kitu yoyote ambayo unataka kulinganisha nayo iko kwenye agreement yako. So kila kitu tunakwanga break down mpaka payment installments zako kutoka wiki ya kwanza hadi ile wiki ya mwisho. Everything is detailed kwa agreement. So changamoto ambayo ni sana ni hiyo kutosoma agreement sana. Hiyo sasa ndio ilikuwa major challenge. Mr. Naftal, when talking about the common financial challenges operators face currently, kuna changamoto, maybe nimechukua bodaboda leo na nimepromise na kuna vile tumeandikiana nitakuwa nikilipa hivi maybe kila wiki pesa fulani, kama ni 2,000 3,000 depending as maybe nilikuwa nimeweka deposit yangu. What are some of these challenges that bodaboda operators face?
The major challenge suppose on a face in the financial planning and the budgeting. For example, unapata huyu mtu anaan tuseme 1000 per day. But kwa hii pesa ana fenya anaipangia. Hatui fenya anapangia hii pesa, hawezi kulipa mkopo wake, hawezi kulisha familia yake, mengine hawezi kufanya savings. So ndio maana Mogo tumekuja kwa ground kuwafuza isikue all the earnings una make ni kulipa mkopo. Tunawahimiza waweze kuplan, waweze kubudget, pia waweze kufanya savings. Yes. Na ukishapeana okay, this guy amepewa pikipiki yake. Anajua kuna pesa zile anapaswa kulipa, and this question maybe it can be unaweza jibu maybe to satisfy those people wenye wameandikwa kuendesha pikipiki ya mtu. Nimeenda nikachukua pikipiki ya loan, nikatafuta Sheila, yeye ni pikipiki, mimi ni bodaboda, mimi niko kazi zangu, yeye ndio nimepea pikipiki. Kwa siku kuna ile pesa nahitaji anipatie, either ni shilingi 300, shilingi 600, depending on the region ama ni area. I don't know currently wamefika pesa ngapi within Kisii, but I normally see that kwamba hiki umechukua umepea mtu mwingine ambaye anafanya biashara nayo. Then this guy will be telling you today, siku haikuwa mzuri. Nimetengeneza 1000, nikaweka mafuta ya 300, kuna kitu iliharibika nikatengeneza, and then unapata at the end of it ile pesa haijabaki hata ile yenye atalipia pikipiki maybe siku hiyo. What ni mafunzo yapi yale mtawapea hawa na bodaboda to help them out to know how they can plan themselves? So sisi kama Mogo mafunzo tunapea au waendeshaji pikipiki. Umesema tuko na 2 types of lending. Kuna mtu anachukua own bike, huyu ni mtu amechukua deposit yake akaekelea kapewa pikipiki. Na kuna mwingine ameajiriwa fenye umesema. Advantage ya mwenye amechukua pikipiki ni tuseme loan yake the first year iko juu. Akienda tuseme second year 18 months inaenda ikupungua. So at the end of the payment period, huyu mwenye amechukua hii pikipiki ataoni hiyo bike, atakuwa motorbike owner, na after amemaliza kulipa mkopo, sasa sisi Mogo hatutamdai hiyo pikipiki, ni yake afanyie venye anataka. Lakini huyu mwingine mwenye ameajiriwa ametoita renting, kama ni 300 shillings analipa mwenye pikipiki, mwenye amemwajiri atakuwa analipa 300 shillings the whole of his life, ama the whole mpaka hiyo wakati atanyang'anywa pikipiki. Na hiyo pikipiki haitaikuwa yake. Ndio maana tunawahimiza hata kama umeajiriwa, wekeza pesa kidogo, upata deposit yako, uchukue pikipiki ikuwe yako. Yeah. Na Sheila, when you talk about the trainings ambazo mlikuwa mkipeana, mlikuwa mnaongea about the different loan repayment models, and here you are talking about the flat rate and of course reducing balance. What is the difference between the two, and which model does Mogo use? Venye nilikuwa na explain kuna aina mbili ya interest, ambayo moja ni flat rate, nyingine ni reducing balance. Flat rate ni interest ambayo inacalculatiwa from the total loan amount yenye uko nayo. Whether umepunguza ama whether you're almost finishing your loan, lazima interest utalipa tu ile yenye tulianzia nayo. But when it comes to reducing balance, inacalculatiwa depending with the balance yenye umebakia. So the more you continue paying, the less of interest utakuwa unalipa. And Mogo uses reducing balance. So upande wetu tunakukalculatea interest kulingana na balance yenye imesalia, not the whole total loan amount. Yes. Does it happen like anaweza kuja anataka pikipiki, lakini tuseme maybe pikipiki ni 10,000, nimekuja na shilingi 500. How does it work? In terms of interest? Yes. Ama deposit? Deposit, and of course the number of months that I will be paying back to ensure that hii pikipiki is worth 10,000. And nimekuja nataka pikipiki nilipie, but the total amount nafaa kununua pikipiki is 10,000, but I have only 500. Hiyo ndio nataka kuanza nayo. In such a case, what do you advise or what do you do with your clients?
Depending na deposit, we usually advise someone to take the shortest time possible when it comes to paying na interest. Kama utaweza kulipa your loan in 6 months, the better. Ndo upande wako you pay less on interest. But if you take the longest, of which kwetu border financing usually take between 6 months to at most 1.5 years. So ukichukua the longer you take in any repayment, hata in any loan, the longer you take to pay, the more on interest you are going to pay eventually. Yes. And when talk about nimechukua it worth 100,000, nilikuja na deposit maybe ya 40k, and then nikasema nilikuwa natarajia pesa fulani nilipe nimalize, but tumeagree, mumeniandikia pale I'm supposed to pay this maybe within a year nimalize, but all of a sudden nipate hii pesa before hiyo time iishe, nikuje nilipe yote nimalize. Do I pay the amount that we had signed, or there is what you mentioned about reducing balance? Maybe uieleze vizuri waelewe. Hiyo pesa yangu itapungua when I pay. Tulikuwa tumesema ni 6 months, but since nichukue pikipiki is 1 month old, nimepata pesa hiyo, nimekuja nayo nimelipa yote nimemaliza. Does it mean that kuna ile amount yenye tulikuwa tumeandikiana chini, does it reduce or it remains the same? On reducing balance, kwa sababu hiyo ndio sisi huwa tunatumia, it does not remain the same. Ukipata a lump sum amount na unakuja kukamilisha loan yako before your loan is mature, you pay less on interest. Kwa sababu kwetu interest is calculated upon your time yenye umekamilisha. So you won't pay for the remaining months. Example yenye umetumia ni nzuri sana. If you are supposed to pay in 6 months, within the first month ushapata, you'll only pay interest for the first month. Hautalipa for the remaining 5 months. So that's where reducing balance comes to hand. Yeah. Alright. Tunapoendelea kusonga mbele mpenzi mtazamaji, utakuwa unatuma swali kuhusiana na kile ambacho tunaangazia masuala ya bodaboda financing, studio zetu za Ndizi TV Africa. Na wageni wangu ambao niko na Bi Sheila na Bwana Naftali ambaye anasimamia kituo cha Mogo katika eneo hili la Kisii County. Na bila shaka nambari ambapo utakuwa unatuma ujumbe mfupi ni 21575 tunapoendelea na kikao hiki katika kikao cha Ndizi TV, tunapoendelea kuzungumza yale ambayo yanawahusisha wana bodaboda. Maswali mengi ambayo mtakuwa mkiauliza tutakuwa tunayasoma moja kwa moja, ndiposa wakurugenzi hao wako hapa studioni watusaidie kuelewa zaidi ni kipi kile Mogo inafanya. Na tunapoendelea kusonga mbele, kabla tujapata mapumziko mafupi, tutakuwa tunaangazia kuna app ambayo mumezindua. Why this app and how will it help these bodaboda riders? Yes. Upande wetu tuliona ni swali ambalo limezungumziwa sana. Mtu analipa na haizi kuona balance, ama mtu alipi amepata confirmation ya M-Pesa but hajui kama pesa imelipa. So kwetu app ni transparency between customer na kwetu. Ndio aweze kujua loan amelipa kiwango gani, imefikia wapi, amebakisha pesa ngapi, na pia hata anaweza kufuatilia malipo yake yote yenye ameweza kulipa na sisi. Pia ako na urahisi pia wa kulipa. Tunatumia pia hiyo Mogo app ku make payments zote. Ndio. And what about kuna wale watu utaja kwa Mogo haijanisaidia vile mimi nilikuwa natarajia. Maybe nililipa pesa na sina records, but I'm claiming that loan yangu ama pikipiki yangu nilikuwa nailipia miezi 6. Mimi nimelipa miezi 5. Na nadhani mimi nikifikiria siko na uhakika ni pesa ngapi zimebaki, but yeye akisema kama client anasema mimi najua pesa yenyewe nilikuwa nimepakisha either ni 10,000 ama 5,000. Na anakuja kwa ofisi kukelea mama ile time imefika, you are recalling this client ajalipa the dues vile the agreement was, na amepakisha only 1 month, that ndio amalize kulipia pikipiki yake. What happens and such as how do you sort them out? Kwanza kabisa I think inaturudisha tu penye tu nilianzia. Mtu akitoka kwa ofisi hajapitia agreement. So unakuta yeye pengine venye tu umesema amelipa miezi 5. Amesahau kuna hiyo mwezi wa 6 yenye hajalipa. So kwetu kwa hiyo app utaona pia wakati pesa ama kiwango yenye umebakisha, pia kabla utoke kwa ofisi kuna kitu inaitwa agreement, ambao ukipatiwa physical copy si ni kitu haiwezi badilika, already uko nao umeenda nayo nyumbani. So ukipitia pia utaangalia uone pia ilikuwa ya miezi 6 umefika miezi 5 na kuonyesha pia level yenye umefikia. So kuna options hizo aina mbili zenye mtu anafaa kuwa anaangalia in terms of payment. Alright, Bwana Naftali, kama mapumziko mafupi, what does the financial literacy training cover beyond repayment models? So, the training ina cover apart from payment.
Pia ina cover, tuseme tunafaa kuhimiza hii bodaboda ukichukua uko na majukumu. You as the rider, you have responsibility kutusa hii pikipiki, kumake sure unaifanyia service, kumake sure in case of an accident umereport. So pia apart from mambo ya finance, pia train the clients venye wanachukumika. Ukipata tatizo mahali unafaa kureport, hii tuenda kwa branch, upige kuna namba ya customer care mahali unaweza report. Na ukiwa na tatizo lolote venye unaweza saidika. Alright. Na is there any pikipiki hii alone na anaendelea kuilipia, do you give restrictions on what business will this bike do or not do? Because kuna watu wengine unapata ndio amechukua pikipiki, biashara yake either ni ya makaa, biashara yake ni kubeba tu wateja, na kuna biashara ya kusafirisha either ni madawa, alafu pati mbaya anapatikana. Or do you give restrictions on what that you can be able to do with your bike either in that time that this person anaendelea kuilipia? No, we don't give restrictions. Provided you are doing legal business. Yes. Unaweza fanyia kitu chochote pola ni uende kinyume na sheria za Kenya. Yes. Naona shida anacheka pale zaidi. Sometimes these things happen. Unaweza maybe you finance somebody achukue pikipiki. Alafu anakupigia simu, nilikamatwa, niko ndani na pikipiki yangu iko ndani. Hajakueleza ni kipi kile ambacho kili happen. When you are getting there unaambiwa this guy was transporting illicit brew or alipatikana na bangi alikuwa anasafirisha. Then in that scenario, Shira, what can you do? Na smogo. Pia bike iko na capacity. Yeah. So anything beyond your capacity pia tuna at least hata wewe mwenyewe kibinafsi unafaa ujikataze pia. Kwa sababu each bike has a carrying capacity. Na ukibeba beyond that, unajua pia upande wa bike ni utakuwa unaharibu tena. But hatuna restrictions. You're free to do whatever you want. Alright. Tunapozidi kusonga maji, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, YouTube, TikTok, Instagram kama Ndizi TV Africa. Bila shaka zungumza nasi kupitia nambari yetu ya SMS 21575. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea kuna mengi ambayo tutakuwa tunazungumza. Ninapoangalia katika kipakatalishi changu hapa nione kama kuna maswali yale ambayo umeyatuma pale, nami nitakuwa nikiyasoma na waweze kuyajibu. Tukirejea tutakuwa tunaendelea zaidi. Usiende mbali. Hii ni Ndizi TV Africa na hiki ni kikao cha Ndizi TV. Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Yeah. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka. Either iwe ni a murder charge or a manslaughter charge. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku hapa ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sheria na Jamii, tukielewa sheria tunajenga jamii yenye haki.
Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunapozidi kusonga mbele katika kikao cha Ndizi TV Africa, na leo hii tuko na wageni studioni kutoka kampuni ya Mogo Asset Financial Limited, ambapo wanapeana loans ama wana finance wana bodaboda, tuktuk, magari na bila shaka logbook file ambavyo walikuwa wametaja awali. Na tunaendelea na mazungumzo yetu kujua ni kipi kile ambacho huwa wanakifanya na ni yapi yale ambayo services zao kwa undani zaidi kwa kile ambacho wanafanya. Kumbuka kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi 21575, na bila shaka kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tupo live, YouTube tupo live. Utakuwa unatuma maswali yako pale nami nitakuwa nikiyasoma moja kwa moja. Tuko na Bishila na Bwana Naftali na wote ambao wanatoka katika kampuni hii ya Mogo, na kila ambacho tunaendelea kuangazia ni bodaboda financing. Ni kipi hiki mwana bodaboda anapaswa kujua kabla hajachukua pikipiki hii ya loan? Anapaswa kuelewa nini? Na wale wametaja kwamba lazima uwe mtu ambaye unasoma the agreement yenye unapewa, utii sahihi kabla hujapewa pikipiki yako. Na shida pale nisikia kisisitiza kwamba kama hujapata kuna kitu hujaelewa vizuri, uliza swali. Ukiona aliko sawa usitie sahihi. Tukirejea hapo Shila, uweze kutaja jambo kuhusiana na kusoma. Unajua kuna watu akili yangu nimeseti nataka pikipiki. Hata nikikuja hapo kwa ofisi uniongeleshe uniambie nitie sahihi, nitakwambia nimesoma, nimeelewa, niweke signature, because sitaki mambo mingi. I've seen my friends huko nje wako na pikipiki na mimi nataka kuwa nayo. Maybe in one or the other ni competition, lakini hautajua wewe kama yule ambaye unapeana. Maybe you can repeat again on hii literacy ya kujua kusoma na aelewe ni kipi kile ambacho anafaa kutia sahihi. Okay. Ukikuja kwa ofisi upande wetu, kama tunakupatia financing yoyote, iwe ni logbook loan ama iwe ni pikipiki unachukua, kuna kitu ambacho watu tunakupatia ambayo ni agreement kati yetu na wewe sasa kama mteja. Tukikupatia wengi huwa hawapiti. Na kwa sasa kuweza kusaidia hiyo, tuko na hizi trainings ambazo tunafanya, at least mtu anaweza kuelewa loan yake, kucalculate venye inafanywa, repayments model anatumia, kiwango ambacho yeye mwenyewe ataweza kulipa na pia aweze kutia sahihi. Na kabla utie sahihi, tunahimiza upitie. Kama kuna kitu ambacho haujaweza kuelewa, upande wetu kwa ofisi tumeweka watu ambao tunaita customer representatives. Au customer representatives hiyo ndo kazi ambao wanafanya. Kama kuna kitu haujaelewa kuhusiana na agreement yako, kwa ofisi kuna mtu ambaye ataweza kukusaidia, mpitie. Kama kuna jambo ambayo mwenyewe hauko sawa nao, ataweza kukuelezea, na kama hauko sawa na kila kitu ambacho kiko, tunahimiza pia mtu asitie sahihi, kwa sababu mkopo ni wewe mwenyewe ndio utalipa. Na ukikuta upande wako hautaweza kuwa unatimiza, so unaona itakuwa mvurutano, na hatutaki pia mvurutano. So upande wetu tunahimiza ukisoma agreement unaelewa kila kitu kuhusiana na mkopo wako. Nadhani hilo mpenzi nilipata kwa kina zaidi. Bwana Naftal, pikipiki yangu nimeshindwa kulipia. Nilikuwa pikipiki yangu ni ya shilingi 80,000, nimelipa shilingi 30,000, nimepakisha 50,000, nimeshindwa kuendelea kulipa. What happens? Msao umechukua pikipiki tumeshinda kulipa. So kuna ile duration, kuna kitu tunaita debt collection. Debt collection inaanza
from day 1 of default up to ile siku tuseme ni depossession. Even after depossession kuna negotiating period. So tuseme umeshinda kulipa pikipiki hapa katikati. Sisi kuna kitengo hicho cha debt collection, watakupigia simu wakuhimize, wakufundisha ama kupea mafunzo. Hita wanaanza kuambia lipa pesa kidogo, hii nyingine imebaki utalipa huko mwisho wa deni. Ndio badala pikipiki ivurutwe, utakuwa umepata some time ndio uweze kujipanga. Sisi kampuni, our intention is not to repossess or to sell. Our intention is hii pikipiki ulipe ipaki kwe yako. So the best thing tunaweza himiza our clients ni wa communicate. Ukiwa na shida yote, communicate. Kuna shida, uko mgonjwa, pikipiki imeharibika, umepata masishi, usinyamaze. Kuja kwa ofisi zetu, piga namba zetu za customer service na utaelekezwa vile utafanya. Utasaidiwa. Yes. Bishira, akitaja kwamba communication sometimes inakuanga challenge. Most of the bodaboda riders mpata leo alikuwa na simu yake smartphone. Kesho atakwambia simu yangu ilianguka, nikiendesha pikipiki ikapotea. How maybe hiyo time amepatwa na hiyo shida, maybe pikipiki yake imepotea na hana simu, atawafikia namna gani? Maybe ni mtu mmempea pikipiki ako huko ushago ndani, kutoka huko kufika town lazima ajipange na maybe hana fare ya kufika hapo. Atawapata namna gani? Maybe namba yenu yenye anaweza piga, kuna ile ya customer service na pia kuna ile ya emergency whenever kuna uwizi umefanyika. Yes, tuko na namba ya customer care ambayo unaweza tupata pahali popote ambapo uko ambayo ni 0768 46 9112. 0768 46 9112. Hiyo ni namba yetu ya customer care. Pahali popote kama utaweza kufika kwa branch yetu, unaweza piga hiyo namba ya customer care. Na kama ni cases za emergency ambao umeibiwa bike, tuna namba pia ya emergency ambayo inafanya 24/7. Ambayo ni 0719 08 9999. 0718 08 9999. Hiyo ni namba yetu ya dharura. Alright, the emergency number 07190899. Hapo ndipo tuko napata in case pikipiki yako imeibwa. And sometimes it happens like hii pikipiki nimechukua, sija communicate kama nimepatwa na shida. Maybe I was sick. I've been admitted in hospital. Hakuna mtu mwenye amecommunicate na nyinyi. Siku ile ambayo nilifaa kulipa nime-default first week, second week mumeanza kunitafuta, hata simu sina. Maybe mnapiga simu inaingia, nobody's picking and to give you a response. What does Mogo do, or the representative of Mogo do? Kuna kitengo ambayo ameizungumzia inaitwa debt collection. Ikifika hiyo wakati ambao deni yako hujaweza kulipa na hakuna communication kabla loan yako ikue inaitwa nini, long overdue, yenye recovery team inakuja. Unaweza tuma mtu, upande wetu unaweza tuma mtu na documentation zake, and then recovery team yetu ama debt collection team itaweza kuconfirm upande wako. Kama mteme mteja venye umesema ako hospitali, hiyo mfano ambao umetumia, tunaweza kuconfirm mteja ni mgonjwa, tuko na option tunakupatia ambayo tunaita restructure. Hii ni ya kukupatia tu muda wewe mwenyewe uweze kurecover upande wako, ndio turudi tuendelee bado na mkopo vinyi inafaa. Ndio. And when it comes to I'm coming to get financing in bodaboda, iwe ni gari, iwe ni bodaboda, and sometimes you need to prove that, or you need to verify on the details that I'm giving out. Ni mimi nataka pikipiki, kuna yule next of kin, lakini kwa sababu either I don't want maybe my family members to be associated with what I'm doing, or I did something ama ni shamba niliuza nikataka kuchukua pikipiki. How do you verify as Mogo that this is a genuine next of kin ambaye amepeano hapo? So I think you nitapea cover. Yes. So wakati kuna ile tunaitanga KYC, know your client. And the due diligence wakati una process loan. Tunajua collection inaanza na from sales and even before sales.
So kuchukua hii loan, of course tunahitaji kama pikipiki tunaitisha garanta. Lakini umeuza shamba, unataka pikipiki ama gari, hutaki garanta. Utafanya nini? Weka pesa mingi. Tuseme kama deposit 2,000, weka kitu 60,000. Hutakuitisha next of kin ama garanta. So na ukitupatia hiyo next of kin, kuna njia tunathibitisha kama ni wa ukweli. Tutapitia pesa statement yako, tuone kama huyu mtu umetupatia ni tuseme ni bibi yako. Kuna transaction yoyote mmefanya. Huwezi kwa tuseme na bibi ama ndugu yako, mama yako, hakuna transaction umefanya kwa M-Pesa for 6 months. So hivyo ndio tunafanya kuthibitisha. Pia tukiangalia kitambulisho umetuambia ndugu yako, tutaangalia majina ya mwisho inafanana. Huko nyuma ya ID, location zinafanana. Hivyo ndio tunathibitisha. Yes. Na swala lingine imepatikana the agreement that ilikuwa imewekwa pale hajamanage kuendelea vile ambavyo you had agreed. There's something you mentioned about restructuring. What about it? Restructuring ni ile wakati imefika uko na challenge ambayo inakuzuia kukamilisha mkopo wako. Be it umelazwa hospitali, umepoteza mtu wa familia, either bike yako iko under repair ama iko police station. Upande wetu watu hatukimbilii kuchukua pikipiki. Kama tungekuwa tunakimbilia hatungepatiana option yoyote ya kuweza wewe mwenyewe kumiliki. Tukiintroduce restructuring tulikuwa tunaangalia tunaona matatizo ni mengi. Na pia wana bodaboda pia wanapitia matatizo. So ile wakati yenye mtu amepitia changamoto ama kuna shida ambayo imetokea, tuko hapa kusikiza. Ukicommunicate na sisi una provide pia documents ambazo unaitisha, kama ni repair kuna receipt, kama ni police station kuna OB, hospitali kuna documents, unatupatia upande wetu ili tunaweza kukusongeshea malipo, ndio tena pikipiki yako isije ikakuwa repossessed. Na again when okay, I think this question I just read here ndio imenichanganya kidogo, but this asking the same thing that you had also asked also answered about the insurance. Maybe you can repeat on. Moko tumempea comprehensive insurance. So ndio maana tuajie hiyo freedom. Kama anataka third party achukue third party, kama ni comprehensive achukue comprehensive. Alright. Na tukiangazia maybe maswali mawili ambayo yameingia huku ndio nitakuwa nikiangalia kwa sasa. Ni kwamba mmoja anasema kwamba anaitwa Paul kutoka Murang'a, anafuatilia pale social media, anasema kwamba ni vigezo gani vinahitajika ili nipate mkopo wa pikipiki kutoka Mugo? Kitu inahitajika, kitu ya kwanza ni ukuwe na kitambulisho yako original ama passport, ama kama wewe ni mwanajeshi ukuje na ile ni ID ya jeshi. Kitu ya pili ukuwe na KRA PIN certificate. Kitu ya tatu ukuwe na M-Pesa line umetumia for 6 months or more. Kitu kingine ukuwe na ile pesa ya kuanzisha ya tunaitiza na deposit. Kitu kingine ukuwe na garanta, kama una pesa mingi nimesema unaweza, kama utaki garanta unaweza kila pesa mingi ukuje na garanta ili mtu yoyote bora akuwe na kitambulisho na yeye akuje na kitambulisho original ama passport. Yes, hizo ndio tunaangalia. All right. On the same question, maybe Sheila can help in that. In our SMS number 21575, kuna mmoja anayesema kwamba anaitwa Mary kutoka Homa Bay. Anauliza hivi, anaweza chukua pikipiki ya loan on behalf of someone, kama yeye anauliza kutoka Homa Bay, anaweza chukulia bwanake pikipiki ya mkopo? Yes, anaweza. Ndio maana nimesema kuna rent na kuna ownership. So huyu tuseme pipi atachukua pea bwana yake. So ni kama amechukua on rent basis. So bwana kama yeye sasa ameajiri bwana yake. So anaweza. And maybe Sheila, when it comes to cases, bibi na bwana wameelewana anachukua pikipiki. Katikati issues za familia zinatokea, bibi anatoka, anataka kwenda, anasema nataka kwenda pikipiki yangu. Maybe bwana anasema pikipiki sitakupea, na bibi yake ndiye alikuwa either ameifinance ama ndiye amechukua mkopo. How do you deal with this issue? Upande wetu formality huwa tunajua bibi ndo mwenye pikipiki. So when it comes to hiyo wamekosana, kwa sababu tunaelewa pia mtu anaweza kosana kikando, upande wetu sole ownership huenda kwa bibi. So kama tuseme bibi anataka transfer ikue kwa bwana, lazima kubaliane na pia kukue na affidavit yenye inasainiwa ndio transfer iweze kutoka kwa bibi
hadi kwa bwana, lakini so long as documentation kwetu imeread ni ya bibi, bibi ndio ako na final say kwa hiyo, kwa sababu all documentations ina read, mwisho wa kila kitu logbook ita read na jina bibi. Kuna mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Minyo ya Umbu aka Dagi kutoka Kisii. Swali lake ni anasadia kwamba hiko kwa Mogo kwa sababu wameanza kurejea vizuri. Hapo nyuma hawakuwa wako sawa kwa ground, sasa hii mambo yamebadilika. What are they planning more for us so that we can entrust them fully? Upande wetu tunaongeza pia women forums ambayo tunahimiza wanawake wengi. Tunaelewa hii venye ninaweza iweka hii field ya bodaboda iko fully male dominated majority. So tunahimiza wanawake wote ambao wako, tunafanya pia trainings za wanawake kuhusiana na kuchukua mikopo, pia savings, budgeting na kila kitu, na pia wawe owners pia wa bodaboda. Ndio. Another question still on 21575 nasema kwamba uliza wageni inachukua muda gani kuidhinishwa kwa mkopo baada ya kuomba. Ni Tom Kipkoech kutoka Bomet. How long will it take for you to yani nimeweka maombi ya kutaka mkopo fulani kama ni wa pikipiki ama ni logbook financing, how long does it take for me to get that grant or to get that money? So normally it takes tuseme 2 to 4 hours. 2 to 4 hours kila kitu yako iko sawa. Umepewa mkopo yako, umepewa pikipiki yako. Yes. Yeah. And within 2 to 4 hours unapata kwamba all the required maybe paperwork inafaa kufanywa, it has been done. Yes. Does it need maybe niulize hii sasa ni mimi nimefikiria, does it need you to be there physically whenever you are being tuseme ni mkopo nimefanya application, tuseme kuna hii app, I don't know kama hiyo app kuna option mahali mtu anaweza omba mkopo hapo, or when it happens nimeomba, should I be there physically to receive it or is it through M-Pesa or bank or something else? Lazima uko physical, lazima uko kwa branch physically. Pia agreement inavaa unasainia kwa branch. Kama ni page unapigiwa kwa branch. Kama ni pikipiki kuweka tracking inafanywa kwa branch. So lazima uwe kwa branch. Okay. Yes. Tunapoendelea kusonga mbele niangalia hapa nione maswali yale ambayo yametumwa ili tuweze kuyauliza moja kwa moja. Kumbuka ni kikao cha Ndizi TV Africa na niko na Bishila na Bwana Naftal kutoka Mogo Asset Financier ambao wanapeana mikopo ya pikipiki logbook, and also walikuwa wametaja kwamba mikopo ambayo wanapeana pale ni mambo mengi, hata kuna ya simu. By the way, what about the mikopo ya simu, Sheila? Tunapatiana pia smartphones loans. Smartphone loans. Na pia upande wa bodaboda, before nisahau na nisisitize, kuna bodaboda ambazo tunapatiana na free smartphones. So watu watembelee kwa ofisi, tuko na free smartphones for some specific bodabodas. And maybe you can give some details on it so that they can, because they are watching and they are following now. Ni zawadi. Ni zawadi. Vilikuwa kuna models amesema specific models. Kusaje jukwaa tunakupea simu kama zawadi. And at least uweze kuwaziana na sisi. Kuwaziana na wenzako. Ndio at least hapo udownload ni smartphone. Alright. Kuna swali lingine hapa. Kiwango au rate ya mkopo wa Mogo ni kiasi gani? Nafurahia kipindi nikiwa safarini kuelekea Nairobi. Kazi nzuri sana Ndizi TV Africa. Naitwa Emmanuel Matiko kutoka Kuria East. Ni bodaboda financing ni logbook. I think it's an open question. That kiwango cha riba au the rates zile ambazo zinatozwa kwa mkopo wa Mogo ni kiasi gani? Upande wa bodaboda financing rates zetu huwa zina range between 1% to 3%. Ndio. Alright. Nadhani kwamba Emmanuel tajibu hapo vile ambavyo amejibu. Maybe what about the logbook financing? Logbook financing majority huwa 2.5%. Right. Nadhani kwamba Sheila ashakupa jibu pale. Ninapoangalia hapa ipo nipate kuingia pale Facebook niweze kuangalia yale maswali ambayo yametumwa pale ili tuone kama kila mmoja tunamfikia. Naona hapa anaitwa Regrand Papa Chantel anasema kwamba anafuatilia. Hebu turejee hapa
katika maswali ya 21575 nako tuweze kuangalia ni kipi kile ambacho kimeulizwa. Ninapo refresh mtambo wangu hapa, kumbuka kwamba unafuatilia Ndizi TV Africa popote pale ulipo, na hapa ni kikao kipo cha Ndizi na tunazungumza na wawakilishi kutoka Mogo Asset Financier ambao wametembea studioni, na kile ambacho tunafuatilia tujue ni kipi kile ambacho kinafanyika katika Mogo, their services zinakuwa namna gani. Haya, pale Facebook unaona anasema kwamba anaitwa Dan Makoyo, anasema kwamba nafurahia mahojiano. Langu la kwanza, ni mikakati zipi kampuni imeweka kuhakikisha ya kwamba visa vya watu kuchukua pikipiki za mkopo wakitumia stakabadhi zisizo zao vimekomeshwa? Nadhani nilete moja tujibu one by one tukienda hivyo. Naona maswali yake ni matatu na yana uzito fulani. Haya, huyu hapa ameuliza, la kwanza amesema what are some of the ni kipi kile ambacho mumeweka kama mikakati ya kuhakikisha kuna visa vya mtu kuchukua pikipiki using credentials ambazo zio zao? Haya, mimi nataka pikipiki. Nimekuwa nikisukuma wangu sasa nichukue pikipiki, amekataa, but I can manage to get ID yake na izapata anything that is needed ndio nikuje kuchukua pikipiki. That is after maybe nimemeka an inquiry, so nishajua ni nini inahitajika. Kama ni 20,000 alafu nikuje na ID ya mzazi and everything, how do you make sure that hizi vitu hazijafanywa kwa njia ya kienyeji ama mtu hajachukua pikipiki using the false pretense? Asante sana kwa hilo swali. So kitu ya kwanza kuna kitu nilisema inaitwa KYC, know your client. Huyo client amekuja, kuna mwenye anamfanyia processing, amumpea kitambulisho. Na nilisema lazima, ndio maana nilisisitiza lazima ukuje kwa ofisi kufanywa process. So tutachukua kitambulisho tuangalie, tuseme hiyo ni Jeffrey. Jeffrey si kitambulisho iko na sura, iko na picha. So tuangalie picha iko kwa kitambulisho. Na Jeffrey zinafanana. Pia tutaangalia age. Hii picha unajua picha pia inaendana na miaka. Unaweza pata Jeffrey ni kijana mdogo, lakini ameleta kitambulisho ni mzee 1972. Yeah, so hiyo ndio kitu moja tumefanya, ama jambo moja tumefanya kuzuia false pretense. Yes. Na swali lingine maybe Sheila atajibu hili, nasema kwamba iwapo mtu hataweza kumaliza kulipa pikipiki chinzi inavyofaa na anapendekeza kuirejesha, ni vitu vipi mnaangalia kabla aiwasilishe mikononi mwenu? Somebody amechukua pikipiki, ameshindwa kulipa, sasa imefika mahali amesema wacha tu nirudishe huko Mogo mahali nilichukua, sina haja ya kuwa nayo tena. What do you check on this motorbike and what do you consider before you muikubali irejeshwe kwenu? I think hilo nitajibu. Kuna kitu inaitwa voluntary surrendering. Umechoka, unaona hujalipa. Ama kwa example umepata kazi, unataka kutuajia pikipiki, ama unaenda majuu abroad, unataka kutuajia pikipiki. So ukileta tutaangalia hii pikipiki iko sawa. Umefanya any modification ama ni ulipewa boxer unarudisha TVS. Pia tutaangalia ni wewe ulichukua na yute teona. Alafu sawa kuna form tutakupea uchaze ya kutuajia hiyo pikipiki. Yes, hizo ndio tunaangalia. Haya. Maswali ni moto kweli kweli. Swali la tatu ni kwamba kando na mikopo ama mkopo wa pikipiki, mtu anapopewa akija kuchukua pikipiki pale, mnaweza kufadhili hawa wanaboda kimasomo iwapo mmoja yupo na nia ya kutaka kusaidiwa kimasomo? Sheila. Tuko na hizo CSR programs ambazo watu tunazunguka kila county na penye tuko na branch. Na pia kama kuna changamoto yoyote upande wake penye anazungumza, nimeona pengine either ni mtu wa bodaboda ama ako kwa registered sacco. So upande wetu huwa tunatumia chairman sana kwa hizo suggestions ambazo ni za CSR. Anaweza kuzungumza na yeye, upande wetu tutaangalia then tuone venye tutaweza kumsaidia pia. Alright. Maswali tena turejee 21575 tuone ni kipi kile ambacho kimeulizwa pale. Naona huyu anasema kwamba okay. Haya, huyu anasema anajulikana kama hajataja jina pale, lakini swali lake ni je, kuna ada zozote zilizofichwa katika mkopo? Kwa sababu kuna muda unaweza chukua mkopo na
hujaelewa chochote. Is there any hidden rates ambazo maybe Mogo haisemi when wakati nakuja kuchukua pikipiki ama loan yoyote ile iwe ni logbook? Is there another rates that are hidden that siezi amjaniambia? Maybe sitaelewa hiyo time kwa sababu I'm hyper. The only thing I'm thinking about ni pikipiki ama pesa. Naona hata wewe mwenyewe hautasoma agreement wenye ninaona uko hyper tu unataka chukue. Lakini upande wa Mogo hatuna any other hidden fees na hatuna any other additional cost. Be it ikiwe ni processing fees, valuation, tracking, insurance, any additional fees kwa loan yako hatuna. Aha. Ndio. Jeff, nimesikia wageni wakizungumzia inafanya kazi gani na inasaidiaje kama mwendeshaji bodaboda, na nitaipataje? Ni Abel Makoha kutoka Kakamega. Upande wa kuipata ataipata iko Play Store ama Palm Store. Aweze kuidownload. Inasaidia kuhusiana na malipo yake. Aweze kuona kiwango ambacho amelipa. Aone kiwango ambacho penye amefikia saizi tunapozungumzia, na pia aone ni kiwango gani ameweza kubakisha. Pia payment zote anaweza kuwa anafanya na app. Unajua most of the time mtu anakuja, cases zenye tunapata pia kwa branch ni mtu anatoka kwenye ametoka kazi, anakuja kwa branch ku inquire. Na pengine tuseme anakuta laini ni ndefu ama tuseme tunahudumia watu wengi. So kuondoa hiyo mtu kuacha kazi yake kufanya kila kitu ambayo yeye mwenyewe anaweza kufanya kikazi. Akona app kwa simu, anaweza angalia pia balance yenye amesalia, ndio aweze at least atakufanya payments upande wake. Alright. Kitu inahitaji ni ukisha download unaweka namba ya simu ya umeregister na sisi. Ukishaweka namba itakutumia code OTP, ni hivyo tu. Na hapo inaanza kufanya kazi. What if nimeenda majuu? There's a similar question that was asked about that. Nimeenda majuu lakini pikipiki yangu sijasema ni sarende kwa Mogo. Nimeamua nitapeana mtu aendelee kufanya nayo biashara as hiyo pesa yenye analipa tunaendelea kulipa. Nimeenda huko, maybe ile namba yangu yenye nilikuwa natumia I didn't go with it. Na maybe nimepata hii app ya Mogo, nataka kuangalia nione vile mambo yangu yamekuwa yakiendelea na ile pesa kama huyu mwenye nimeachia pikipiki anaendelea kulipa. Sasa nikiwa huko majuu, namba yangu iko Kenya. How can I get that code? Or how can you help this client? Ameachia mtu namba. Ameacha maybe ajaenda nayo, ama kama alienda nayo sometimes kuna isikuwe active, maybe inafungwa. Na hiyo ndio niregister nayo. Now that nimesikia Mogo wako na app. Hii app nikichukua, nikitaka kuidownload ile namba nikiweka imeshatuma OTP the other side hiyo code. How can I, maybe is there another way that huyu mtu anaweza saidika kupata usaidizi kuangalia vile mambo yake yanaendelea haswa kwa payment za pikipiki yake? Yes. Tuko na alternative ya email. Tuseme client ameenda majuu, hawezi pata original number. Anaweza tuandikia email info@mogo.co.ke. Watamtumia loan statement ama loan payments. Yes. Alright. Tunapoendelea kusonga mbele mpenzi mtazamaji na kipindi chetu kikao cha Ndizi TV Africa, naona pale zimekatika 7 baada ya saa 2 usiku. Tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi tu, ili tukirejea tutaendelea kuuliza maswali zaidi na kuangazia kile ambacho mmetuma hapa kuuliza kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utatupata kama Ndizi TV Africa, YouTube Ndizi TV Africa, upande ule wa SMS 21575 pia utakuwa unatuma ujumbe wako pale, na asante sana kwa wale ambao wanaendelea kutuma pale. Tutakuwa tunapata mapumziko mafupi chapa kwa dakika 3 hivi tukirejea, ikiwa kwamba ni segment yetu ya mwisho. Kuna mawili matatu ambayo tutaongea tujue tena. Sheila watueleze zaidi, what if I'm intending to be their client, what are some of the benefits that nitakuwa nikienjoy tunapoendelea kushirikiana katika biashara. Usiende mbali, Ndizi TV Africa, kikao cha Ndizi TV kitakuwa kinarejea hivi punde. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones,
wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Black Market.
Alright, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunapoendelea na mazungumzo katika kikao cha Ndizi TV Africa siku hii ya Jumatano tarehe 28, tunapoingia katika segment yetu ya mwisho kabisa. Ikiwa kwamba unalo swali la kuuliza wanamogo wako studioni, basi ingia pale katika SMS namba yetu 21575, na bila shaka upande ule wa YouTube, Facebook tupo live, uulize swali hilo hapo moja kwa moja. Tulipokuwa tunaenda mapumziko, kuna swali hapa lilitumwa na anasema kwamba je, pikipiki inakuwa chini ya umiliki wa nani wakati wa mkopo? Nadhani alikuwa anamaanisha wakati amechukua mkopo huu wa pikipiki, hii pikipiki inakuwa ni ya nani? Halafu afisi za Mogo zinapatikana wapi hapa Kisumu? Ni Alex Odeo kutoka Nyalenda, naweza watembelea hata kesho. Ni wapi watawapata? And then hii pikipiki inakuwa chini ya nani, Sheila? Ni joint, ni upande wetu kama Mogo, sisi kama wenye tumeshughulikia bado upande wa logbook, lakini umiliki ambao mwenye anatoka nayo kwa ofisi ni customer. Lakini kenye sisi tunamiliki ni logbook hadi loan ikamilishe, ambao tunafanya transfer, logbook inakuwa yake. Ndio. So, I think ni the same person pia ameuliza kuhusu location. Person ameuliza na akauliza mnapatikana wapi Kisumu? Alex Odeo, naweza tembea hapo kesho. Ofisi zetu za Kisumu ziko opposite the new fire station along Obote Road, next to ya Farik General Motors. Alright. So basi Odeo, endelea kufuatilia kutoka Nyarenda. Ensure kwamba umewatembelea vile ambavyo umetaja pale, na wamesema hapo wanapatikana karibu na the new fire build, is it the new fire station. Haya. And then tunapokaribia kukamilisha kikao chetu siku hii ya leo, what feedback have you received so far from the boda riders now since you have been meeting them, having a conversation with them, training them on what they're supposed to do financially and how they're supposed to at least solve some of the issues that they have been facing? Majority of the times unakuta mtu hakuwa anaelewa kucalculate pia interest rate zake, hajui loan repayment schedule yake, hajui akilipa pia before loan imemachua anaweza kulipa interest ya chini. So unakuta mtu akiweza kuelewa hiyo kwake, hiyo ufahamu ambao ako nayo, anaweza kupelekea pia, kwa sababu tumeanza na viongozi, anaweza kupelekea pia yule ambaye ni mteja wetu kwa hizo stages. Naona akiwa na hiyo ufahamu yeye mwenyewe ataweza at least kuweza kujua venye anachukua mkopo, na kama anataka kuongeza pia tunahimiza pia aweze kuongeza. So kwa sasa ni positive feedback venye tunaendelea, na tunatumai pia tukiendelea pia kuongezeka tutaweza kuwa wengi. Alright. I was doing some research somewhere and I realized that most of the boda operators, roughly in let's say in a good day, somebody can manage to make at least 1,100. And hiyo ni pesa mzuri kwa mtu mwenye amejipanga vizuri, but unapata wengi they are struggling financially. Why is this happening? Most of the time hata ikuangi kiwango cha pesa yenye mtu anapata. Kenye huwa tunaona ambayo ni challenge ni budgeting. You can be getting your 1,100 venye umesema, na huyo mtu haizi kujipanga kuhusiana na hiyo pesa. So pia tukifunza in terms of savings na budgeting, pia wewe mwenyewe unajua nikipata pesa fulani naeka kiwango fulani, nalipa mkopo wangu kiwango fulani, na pia naweza kujukumika mambo mengine ambayo niko nayo kando kiwango fulani. So ukijipanga kuhusiana na loan yako, ujue kiwango fulani inaenda kwa specific place ambayo wewe mwenyewe umeweka, utaweza kupata hiyo pesa, inaweza kukusaidia mwisho wa maneno. Ndio. Kuna swali lipo hapa kabla zijaingia katika the other question that I had prepared. Anasema kwamba fire 21575 je, historia yangu ya mkopo itaadhiri uwezo wangu wa kupata mkopo mwingine baadaye? Like maybe nataka kuchukua mkopo na Mogo, nilikuwa nimekopa kwingine. Does Mogo go and inapekua kuangalia huyu mtu amekuwa na mikopo gani, amekuwa akilipa namna gani? Number 2, akichelewa kulipa ama historia yake ya kulipa haiko nzuri vile, inamfanya asipate mkopo tena? Or how do you if you get such a client, how do you help them out? Actually achataja jina, ni swali tu ametuma hapa. So mostly boda lending atuangalie credit. Tuangalie credit history sana. Unless ikikuja tuseme car logbooks au car financing, hapa sasa ndio tunaangalia
tuseme uko na non-performing loan of more than 250,000, I think hiyo itaweza kulimit in a certain way. Yes. Alright. And kuna umesema you know Mogo is a CPK regulated company. So which means your loan whatever, your loan or your loan payment history inakuanga regulated by the central bank. So sometimes unaweza kuwa na loan Mogo, ukienda kwingine wanakuambia uko na umedefault for certain days na with Mogo because of the regulation ya CPK. Yes. Alright. Swali lingine hapa, huyu ni Facebook anasema kwamba Kawangware. Okay, anauliza hapa Kawangware mnapatikana wapi? Ni faida gani? Hiyo ni swali ya kwanza. Mnapatikana wapi Kawangware? Number 2, ni faida gani za kuchukua mkopo kupitia Mogo ikilinganishwa na wafadhili wengine? Jeff, salimia wageni, salimia Sheila na unipe namba yake. Kefu Otiso. Sawa tu, Otiso utanipigia simu, lakini ni sawa, tutaona vile tutafanya hiyo maneno. Lakini kwanza tukujibu swali. Kawangware sijui kama mnapatikana wapi, maybe mtamjibu hiyo. Na ni faida gani za kuchukua mkopo kupitia Mogo ikilinganishwa na wafadhili wengine? Kwanza ningetaka kujua Kawangware ya wapi. Ni Kawangware iko upande gani? Hajataja. Kwa sababu kuna Kawangware yenye mimi najua na iko upande wa Nairobi. Ya Nairobi. Nadhani ni Nairobi juu. Hajataja ni maeneo yapi? Kutoka upande wetu wa Facebook pale. Kama ni upande wa Nairobi, tuko Ngong, tuko Prestige Plaza, hiyo ni kwa along Ngong Road, na pia tuko Town. Kama ni upande wa bodaboda tuko pia Thika Road. Hizo zote ni vitu venye zimekaribia tu Nairobi. Alright. So tuko na branches huko. And what is the importance faida gani za kuchukua mkopo kupitia Mogo ikilinganishwa na wafadhili wengine? Kwanza kabisa masomo. Tunapatiana masomo, hatukupatii loan tu hivyo. Tunakufunza pia kuhusiana na hiyo loan. So wewe mwenyewe ndio utaweza at least kujua, unaelewa kuhusiana na mkopo wako. Pia upande wetu rates ziko chini. Upande wa deposit, pia upande wetu deposit ziko kiwango za chini. Ndio. So ukiangalia pia hatuitishangi upfront fee, hatuitishangi valuation fee, tracking fee, hatuitishangi. Pia ukiangalia kuna kitu inaitangwa capital reduction. Kama unaona umevinyika sana na malipo, kuja na pesa mingi tutakutolea interest. Tuseme unalipa 3,000, unataka ipungue ikuwe 2,000. Kuja na pesa mingi kufanyia capital reduction. I think most companies are doing capital reduction. Alafu naona companies zingine mingi zinaenda na flat rate. Na sisi ni reducing balance. So the earlier you clear the loan, the better. But does it need, maybe naonanga some of the man lending financial other maybe groups zinahitaji mtu kuwe member. Does Mogo need one to be a member for him or her to be granted a loan? No. You actually walk in, you take your loan. All right. Yeah. Nadhani kwamba Kefo umepata majibu. Niona nyuma ya tent hiyo nyingine tutaongea. As we move on, baada ya kukamilisha malipo, nitapataje logbook yangu? Na itachukua muda gani? Ni Juda Nyamai kutoka eneo la Kisii. Hapo umekamilisha malipo yako, kuna kitengo kinaitangwa credit admin, wanadili na logbook. So the moment umemaliza malipo yako, wanakupigia simu. Wanakupigia simu, kuna pesa utalipa iende kwa NTSA. Kutegemea na mkopo yenye ulichukua. Na hii loan, hii logbook inachukua, ikienda sana ni wiki 2. Ikienda sana ni wiki 2, umepata logbook yako. Kama hawatakupigia simu, unaweza piga hiyo namba ya customer care ama utembelee ofisi iko karibu. Utasaidiwa. Yes. Alright, tunapozidi kusonga mbele ambayo mmeyatuma hapa moja kwa moja nikiyapitia na naona mengine yanaendelea kuingia, lakini naona muda wetu pale unasonga kweli zikiwa zimekatika dakika 23 baada ya saa 2 usiku. Hebu nirejee hapa katika mitandao hii ya kijamii tena niangalie hapa na pale nione kama kuna maswali yale ambayo yameingia. Hebu tuone pale Facebook ni swali lipi lile ambalo limetumwa. Haya, namuona tena amerejea pale Facebook. Swali la ni yule Dani Makoyo akisema kwamba
kuna maswali yako nayo hapa matatu na ninapoyaangalia si machache hivi. Haya, tutaanza hapa. Je, ni ukweli kwamba simu zao zingine huwa Okay. Anauliza hivi, je, ni kweli kwamba simu zao zingine huwa zinanyemelea bila kampuni kutambua mahali zilipo ama wale walizo nazo? Makoyo, hatujaelewa swali hili lako vizuri, lakini maybe tutajaribu kulijibu ama nitawapa wale wakurugenzi waweze kujaribu kulijibu. Nadhani kwamba anamaanisha swali hili nikiliangalia ni kama anamaanisha, does Mogo in any way try to access some information kutoka kwa simu ya client, vile ambavyo nimemuelewa. Sijui kama tutalijibu ndio tuendelee na maswali mengine. Ndio tunaweza jibu. Hapana. Haya, kama ni ukweli basi wanachukua hatua gani ikifika? Ni vipi wamejihami kukomesha swala hilo kama Inamaanisha phone theft. Nikidhani ninaposoma swali hili hadi mwisho anamaanisha simu zile ambazo mnapeana zikipotea mnafanya kipi? Na sometimes kuna watu utaja kwamba simu hizi wakisasi zichukua wanaenda wanazitoa tracker and then you can never again track it, you can never know where it is. Na huyu mtu hujui mahali ambapo alitoka nyumbani, as much as you have some details ukienda kumtafuta umpati. Our security system ya simu iko somehow tight. Ni ngumu sana kutoa. Na hata ikipotea kuna kitengo chetu cha uchunguzi kitachunguza. Yes. Swali lingine, ni nini inahitajika ili mtu kama agenti wao kwenye sehemu mbalimbali? Maybe somebody be an agent of Mogo? Yes, what we are have the requirements for him to do that? So inategemea nataka kuwa agent gani. Mostly kama ni kuna kuwa na commission agents, tuseme wa kuuza log pull-on, ama kuuza check off, atatembelea ofisi, ama atembelea mitandao yetu, ama atembelea hizi kuna job sites, ataona kama Mogo imeadvertise apply, kama amequalify atapigiwa simu. Yes. And maybe what are some of the qualifications ali ndio huyu mtu wa qualify? Hiyo sasa inategemea na apply, anataka kazi gani. Kila kazi iko na mahitaji yake mbalimbali. Yes. Alright, tunapoendelea kusonga mbele upande huu mwingine, kama kuna swali lingine ambalo limekuja pale. Nilipoteza simu yangu 21575. Nilipoteza simu yangu, nitawezaje kufikia akaunti yangu ya Mogo app? Naitwa Jepkril kutoka Kericho County. Alipoteza simu yake na atawezaje kufikia akaunti yake ya Mogo? Maybe ni kama alikuwa nayo alipoteza simu, sasa maybe hajapata namna ya kuingia hapo tena kuiangazia. Sasa hapa nauliza alipoteza simu, nitawezaje kufikia akaunti yangu ya Mogo? Venye tu tulisema tuko na smartphone financing. Kama tuseme yeye mwenyewe amechukua loan na sisi haizipatiwa loan mbili at the same time na sisi. So upande wa smartphone financing, kama kuna mtu anaweza kuchukua loan, aweze kulogin kwa account yake, but sasa a make sure details zenye anaweka after amemaliza atoe. Hiyo tu ni kuangalia temporarily. Pia option ambayo tuko nayo na yeye ako nayo ni agreement, ambayo tunahimiza atumie sana kwa sasa Johana smartphone. Atumie agreement yake aweze kuangalia payment wiki yenye amefika, pesa ambayo amesalia na pesa ambayo anafaa alipe kwa hiyo wiki. Hapa basi tunapoendelea kusonga mbele, naona muda wetu kweli, na bila shaka tungependa kuona ni kipi kile ambacho siku ya leo wana Mogo Asset Financial walifanya wakiwa katika kaunti ya Kisii, na hilo nitalileta kisha baadaye tutarudi kukamilisha kipindi. Na ni kwamba Mogo Asset Financial imeendesha siku ya 3 ya mafunzo ya elimu ya kifedha kwa uendeshaji wa bodaboda katika kaunti ya Kisii, yakilenga kuhakikishia uendeshaji hao wanaelewa kikamilifu masharti na vigezo vya mikopo kabla ya kutia sahihi makubaliano yoyote ya kifedha. Akizungumza baada ya zoezi hilo na la uhamasishaji, meneja wa matukio na wa kampuni
kampuni hiyo, Sheila Nuni, alitaja kwamba mpango huo unalenga kuwawezesha waendeshaji kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Mafunzo hayo yamepokelewa vyema na waendeshaji bodaboda katika kaunti ya Kisii, ambao wameipongeza programu ya Mogo App, wakisema imewezesha kufuatilia marejesho ya mikopo yao kwa uwazi na ufanisi zaidi. Taarifa hiyo itakuwa inaletwa kwetu na Lengso Dede kwa mengi zaidi yale ambayo yalifanyika katika mafunzo hayo katika kaunti ya Kisii. Hapa leo tuko upande wa Kisii, tumeleta educational forum ambayo tunaita Elewa Mkopo Wako. Ni kufunza tu kuhusiana na loan ambayo unachukua upande wetu, kuweza kuelewa kabla uchukue mkopo wako, ile wakati unachukua pia, na pia ile wakati ambao umeweza kufinyika ama kuna tatizo imefanya ukaweza kutolipa deni yako. Upande wetu pia tuko na app ambayo tumeleta. App yetu ni kuweza kuwa transparent kwa customers wetu, wajue kiwango cha pesa ambao wamelipa, penye wamefikisha na kiwango ambacho wamesalia. Challenge ile kubwa yenyewe nimeona ni watu kutosoma agreement. Mtu anakuja tuseme uko na emergency ya pesa, unasema utaenda utasign alafu uende usome agreement baadaye. Tunahimiza tafadhali usitoke kwa ofisi kama haujaweza kupitia agreement ambayo una sign. Pitia, angalia terms zote zenye ziko, kama ziko favorable na wewe, sign, chukua pesa na tuendelee na biashara. And what are the repercussions for the defaulters? Upande wetu tuko na option ambayo tunaita restructuring. Ni ile wakati tuseme uko hospitali huwezi kulipa malipo yako, tuseme bike iko under repair ama tuseme iko police station, mambo ni mingi, wewe ndio utatueleza. Option ya restructuring ya kukupatia muda uweze kurecover kama uko hospitali ama kama ni kutengeneza bike yako, ndio tuendelee malipo vizuri. Wachukue loan wakiwa na shida, ama achukue loan akiwa anajua kitu anafanyia mkopo wao. Pia kitu tumesoma ni ukishachukua loan yako, ujue agreement ya umesign inaeleza nini. Kama utawezana na kulipa hiyo mkopo ama uelewe juu ya agreement, unawezaje uchukue wakati uko tayari kuchukua mkopo wako. Pia kitu tumesoma ni hiyo pikipiki ya Mogo iko na tracker. Hiyo tracker ndio security yetu ya sisi kama kampuni tumeweka. So in case pikipiki imepotea, hiyo ndio tracker ndio inatusaidia kutafuta hiyo pikipiki. So kwa wateja wetu, kama tracker yako imezima, make sure umeenda kwa branch yote ya Mogo, hiyo tracker ikue itengenezwe. Sana ile shida tulikuwa nayo ni ile shida mtu alikuwa analipa haionyeshi ni balance yake ni ngapi ama amelipa ngapi, lakini uzuri wale wametufundisha, wameleta mpya hiyo yenye itatusaidia sana, itasaidia wateja wetu. Itasaidia sana mtu akilipa pesa yake ile yenye amepakisha na ile yenye amelipa ni ngapi. Sasa hiyo hapo ndio sana tulikuja tumeangalia na tumekubaliana nao. Kitu ya pili tumekubaliana nao hata vijana wetu huko nje wasikimbishwe sana, kila mtu angangane na kulipa loan yake. Shida ikitokea tutashirikiana nao na tutasaidiana na kampuni ili tuone kama vijana wetu wamefaidika na kampuni pia imefaidika. Naam, hayo ni yale ambayo yalikuwa yanaendelea katika kaunti ya Kisii, ikiwa kwamba leo hii walikuwa na mafunzo walioyafanya katika kaunti ya Kisii katika hoteli ya Dance, wakiwaarifu na kuwaelimisha wale mameneja ama wenyekiti wa bodaboda katika kaunti ya Kisii. Tunapoendelea mbele na kipindi chetu kikao cha Ndizi TV Africa, ikiwa kwamba tuko karibu kufika tamati, na tunapoendelea naona hapa kutoka Mabera anasema hivi, kuna tofauti gani ya mkopo wa Mogo na mikopo ya benki au sako? Anaitwa Kirari kutoka Mabera. Kuna tofauti. Jambo la kwanza ni ile wakati unapata pesa. Ukiangalia kwa bank, loan ndio iweze kuwa process na uweze kupata, inachukua a longer period of time, na upande wetu ni shorter. Pia bank lazima ukuwe na account na wao. Huwezi chukua loan kama tuseme umechukua uko na account banki tofauti, uende kwa banki nyingine kuchukua loan, ni ngumu upatiwe, hauwezi patiwa, lazima uwe account nao. Pia tena ukiangalia upande wa sako, lazima pia uwe na savings na wao. Upande wetu tu ni walk in, ukiingia kwa ofisi sisi tunaweza kuhudumia kulingana na documents zenye umeleta.
Right. Kerario, umepata swali ama umejibiwa vizuri pale. Na swali la mwisho kabisa kutoka Uriri anasema kwamba anauliza swali, watu wa Mogo wanapeana aina gani ya pikipiki? Naitwa Uma kutoka Uriri. Watu wa Mogo tunapeana pikipiki zote. Tunapeana Boxer, tunapeana TVS, tunapeana Honda, tunapeana Ojin. Pia ukitaka kama ujue ziko. So tunapeana aina mingi za pikipiki. Aha. Yes. Alright, tunapozidi kusoma swali hapa lilikuwa la mwisho, how does responsible borrowing benefit families and the local community or the local economy? Kwa sababu lengo letu kuu ni wewe uwe mmiliki wa pikipiki. Upande wetu ukikamilisha loan yako, hiyo ni familia ambayo wewe mwenyewe, kama tuseme una familia upande wako, hiyo ni familia utaweza kukuza, kwa sababu badala ya kulipa madeni pahali, hiyo pikipiki itakuwa inaweza kukuletea pesa once umemiliki. Pia ukiweza kuinua familia moja, si utaweza kuinua zingine mingi, na pia hiyo isiwe mwisho, unaweza chukua bodaboda nyingine pia na sisi iweze pia na kuongeza mapato pia. Maybe swali la mwisho kabisa, kwa sababu limekuja nikitaka kuwapa nafasi mseme ya mwisho, ni kwamba je, ninaweza mkopo wa Mogo bila kuwa mwanachama wa chama cha bodaboda? Alafu umri wa chini wa juu ama umri wa chini na wa juu wa waombaji wa mkopo ni miaka mingapi? Haya, tutaanza na ile la kwanza. Huyu ambaye lazima awe amejiandikisha na chama cha wanabodaboda ndipo aruhusiwe kupata mkopo. Si lazima. Alafu umri wa chini kabisa kwa bodaboda ni miaka 20. Na ya juu kabisa ni miaka 65. Yes. Alright. Nadhani kwamba kutaja jina lake, nadhani kwamba amepata kujibiwa swali la ambalo ameliuliza, na ninapofika tamati katika kipindi chetu cha leo, naona pale zimekatika 35 dakika baada ya saa 2 jioni, na ningependa kuwapa nafasi sijui tutaanza na Shira ama tutaanza na Naftal. Tuanze na Naftal. Maneno yako ya mwisho tunapofika tamati. Ningependa kushukuru sana wasikilizaji, watazamaji wamechukua muda wao kutusikiza. Hupo tumejifunza kitu kuhusiana na mikopo. Kitu nilikuwa naimiza wenye wanakujia mikopo, iwe Mogo ama mahali kwingine, uchukue mikopo kitu inaitangwa responsible borrowing. Usikue na mikopo mingi yenye itakuzuia kukua. Na pia usichukue mikopo juu ya tuseme pia pressure. Naona mwenzako amechukua pikipiki na wewe unachukua, inakushinda kulipa. Tuseme inachukuliwa. So tukue tuchukue mikopo juu ya tuseme pia pressure. So tukue responsible borrowers. Yeah. Alright. Sheila, tuko kwako. Na naona kuna mtu hapa amerudi, acha nisome ndio. Jeff, kipindi kimekuwa kitamu sana. Sichatosheka, waambie warudi watuelimishe tena na tena. Ni Kevo kutoka ni Kevo yule ambaye aliomba namba unipe nyuma ya tent. Na je, kuna mtu mwingine anayeweza kunilipia mkopo wangu kwa niaba yangu? Na je, Mogo inapunguza riba kwa wanaolipa kwa wakati? Mimi ni Ongire kutoka Oruba. Maybe utajibu hilo la mwisho as you crown out. Hiyo ya kwanza swali alikuwa ameuliza ni alisema yes, anazalipiwa. Hajatosheka na bila shaka amerejea kile ambacho alikuwa ameitisha. Nitaona vile nitafanya ndugu, usijali. Swali hilo lingine, kuna mtu mwingine anayeweza kunilipia mkopo kwa niaba yangu? Na je, Mogo inapunguza riba kwa wanaolipa kwa wakati? Mimi ni Ongire kutoka Uruba. Ndio. Mtu anaweza kumlipia mkopo wake. And then hiyo swali la pili umesema ni hiyo yenye ameuliza? Mogo inapunguza riba kwa wanaolipa kwa wakati? Ndio. Ndio maana tunafanya na reducing balance interest rate. Akilipa before loan ikuwe mature, ataweza kulipa low on interest. Ndio. Alright. Na yako ya mwisho sasa, kwa sababu maswali haya hayataisha, tukiendelea tutafanya hadi kesho na hawatatosheka, lakini tunatarajia tena kuwa na nyinyi hivi karibuni ndiposa waelewe zaidi. Mimi ningetaka sana kuzungumza na wanabodaboda. Tukienda huko nje, tafadhali tuvae reflectors, helmet, tuendeshe, pia tuzingatie sheria za barabarani, tusi overspeed. Si lazima uharakishe ufike kwenye utaenda. Tunajali sana uhai wako. Think ni hayo tu naweza sema kwa sasa.
Alright, tukifika hapo mpenzi mtazamaji ndipo tunafika tamati kipindi chetu cha kikao cha Ndizi TV Africa, nikisema kwamba shukrani sana kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia, akiwemo Premium Tech Graphics pale amesema kwamba nice move to help the border sector, kupitia tu zile jumbe ambazo sijazisoma pale. Grand Papa Chantel, asante sana kwa kufuatilia. Dan Makoyo, naona maswali yako yote pale yalijibiwa, asante sana kwa kufuatilia. Wale wote ambao wamefuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo pale YouTube, Facebook, na bila shaka kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 21575, na shukrani sana kwa kuuliza maswali hayo, na muendelee kujiuliza ama kuuliza mengi. By the way, kuna nambari ambayo walitoa ya customer service, ikiwa kwamba ungependa kuzungumza na wao. Nambari ya customer service ni 0768469112 0768469112, na bila shaka nambari ya emergency ikiwa kwamba pikipiki yako imepotea na unapaswa kuripoti. Nambari hiyo inafanya kazi masaa 28 ni 0719089999 0719089999. Hapo ndipo nafika tamati katika kikao cha Ndizi TV Africa. Mie ni Jeff Nyakundi, hadi wakati mwingine. Kumbuka tutakuwa tunapatana Jumamosi hii katika Sauti ya Uongozi. Usikose kuwa pale tutakapokuwa tunazungumza. Hapo kesho nitakuwa nikiwafahamisha katika mitandao yetu ya kijamii ni yupi yule ambaye tutakuwa naye na ni kipi kile ambacho tutakuwa tunakizungumza. Kwa heri kwa sasa, endelea kufuatilia Ndizi TV Africa. Mulale ama muwe na usiku mwema. Asante. Waendeshaji wa bodaboda katika kaunti ya Migori wamepewa mafunzo ya elimu ya kifedha yanayolenga kuhamasisha ukopaji wenye uwajibikaji na kuboresha ustawi wao wa kifedha. Akizungumza wakati wa kikao cha mafunzo hayo kilichofanyika katika mojawapo ya mkahawa mjini Migori, meneja wa jamii na matukio wa kampuni ya Mogo Limited Asset Financial, Sheila Nune, amesema kuwa kampuni hiyo imeanzisha mfululizo wa mafunzo ya elimu ya kifedha kwa waendeshaji wa bodaboda kote katika eneo la Nyanza kwa lengo la kuwasaidia waendesha pikipiki kuongeza kipato chao kwa njia endelevu. Nuni amebainisha kwa mafunzo hayo yatawasaidia waendeshaji bodaboda kuepuka mitego ya madeni inayotokana na ukopaji usio na maarifa ya kutosha. Ambayo tunaita financial literacy ni kufunza kuhusiana na mikopo zetu, uweze kuelewa interest rates zetu, uelewe mkopo unafaa ulipe kwa kiwango gani, uelewe kabla uchukue mkopo wako nini unafaa kuzingatia, pia uelewe kuwa agreement si kitu ambayo tu unafaa tuitie sahihi. Make sure unapitia, make sure unaangalia kila kitu ambayo imeandikwa. Kama haiendanishi na wewe, tafadhali pia unaweza uliza maswali kwa ofisi na uweze kusaidika. Kama sehemu ya mpango huo, kampuni hiyo pia imezindua programu ya simu inayojulikana kama Mogo App, ambayo inalenga kuimarisha uwazi wa kuwapa wateja udhibiti zaidi kwa mkopo wao. Pia tumeleta kuhusiana na app yetu ambayo tuliintroduce kitambo sana. App yetu inaweza kusaidia mteja aweze kufuatilia kuhusiana na mikopo zake, aweze kujua deni yake amebakisha kiwango gani, amelipa hadi kiwango gani, na pia kiwango ambayo amesalia, ama kama kuna changes yoyote amefanya kuhusiana na akaunti yake. Ameongeza kuwa kupitia elimu ya kifedha, kampuni inalenga kuwawezesha waendeshaji bodaboda kuongeza mapato yao, kusaidia familia zao na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi. Pia hatuwezi sema umepitia changamoto kama tuseme repair bike yako ama umelazwa hospitali tuweze kukuhimiza kabisa ukamilishe. Tuko na options ambayo tumepatia ambayo inaitwa restructure. Restructure inakupatia tu muda kwa loan yako uweze kurecover ndio uweze kurudi kulipa poleni, uweze kurudi kulipa malipo yako kwa wakati unaofaa. Kwa upande wao, viongozi wa waendeshaji bodaboda waliohudhuria mafunzo hayo wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha waendeshaji bodaboda katika kaunti ya Migori, Jack Ogola, wamekaribisha mpango huo wakisema kuwa programu ya Mogo itaimarisha uwazi kati ya waendeshaji na wafadhili wa kifedha. Kenya nilikuwa nataka niimize tu vijana wetu ni kuwa lazima tujue ya kwamba dawa ya deni ni kulipa. Ambia wenzetu wa bodaboda kwamba wasiogope hao watu wa Mogo,
waende na uzuri ofisi yao wametuletea hapa Migori, wanaweza wakatembelea ofisi na wapate habari zaidi, ili wawe wanachukua pikipiki hapo na wanarejesha loni kwa wakati inayofaa. Nikiripotia Ndizi TV Afrika kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede.